Kwa majina naitwa Royce Nyambe Kinyalige. Hapa ni kwangu. Mahali Faith anakaa, Faith Katambi. Ni mtoto wangu anamlete hapa, anaitwa Wilfred Nyalige. Huyu Faith mliona ile nini kilifu kilienda mtandao. Ikabidi watu wakaendelea kukuja hapa kwa ajili ya Faith Katambi. Na walikuja hapa tukashughulika, tukaambiwa tuende huko Nairobi. Tukafika huko Nairobi, hata chakula walipatia Faith hapa kidogo, watoto wakaendelea kukula, tukaenda Nairobi na ndugu yangu na Faith Katambi. Tukafika huko Nairobi nikakuwa mgonjwa, lakini wakaenda huko system wakaenda kuongea, aliongea wakamaliza, na mimi Mungu akanisaidia nikapona. Nikakaa hapa muda kidogo kama siku 3 hivi. Sasa sikaendelea kuingia. Kaingia wakaniambia nikuje nyumbani. Na ilikuwa inafika sasa nilifika nikiwa huko milioni 8 hivi. Si kama 800,000. Sasa nikakuja nikasikia Eric Omondi akiongea Faith anunuliwe shamba huko, atafutiwe shamba huko. Tukamwambia aletwe hapa Kisii, akakataa, au watu watakuja kumwangalia vibaya. Sasa tukaona ni heri tu ile wanasema lazima tuitike ili huyu Faith Katambi asaidike na watoto wake Mungu amempatia. Kwa sababu ni Mungu alifungua hiyo njia. Sasa nilisikia nikakuja nyumbani, nikapandishwa gari, nikakuja nyumbani. Na kabla nikuja nyumbani nilikuwa huko Nairobi. Tulikuwa huyo ndugu yangu alikuwa anataka aende akuje huko Nairobi kwa kuja kufungua account, kwa maana pesa ilikuwa inataka kuingia. Akasema hana fare, akatumiwa fare 3,000 akujie kutoka Nyandarua. Tukamuongoja hapo, tukakaa na mtoto anatusumbua hapo, tunasumbuka hapo, tukimuongoja hakukuja. Tukarudi nyumbani, hapo mahali tulikuwa tunalala, tukaenda tukakaa huko. Tukamuongoja akakuja kesho. Kesho ndio tukaanza safari, tukaenda mpaka huko kufungua account. Nilikuwa hata mimi huko. Wakafungua account, wakasema amechelewa, waende kufungua Jumatatu. Ndio Faith akafungua peke yake, tukarudi nyumbani. Sasa kurudi huko mahali tulikuwa tunalala huko, tulikula chakula. Nikapangwa, nikakuja nyumbani, nikapandishwa gari. Nikapelekwa stage, nikapandishwa gari, nikakuja nyumbani. Kukuja nyumbani, vile mimi naendelea kukaa hivi, sasa nikasikia Faith ile shamba ilipatikana, nyumba inaendelea kujengwa. Nikasikia vitu inatolewa, nilikiangalia hata mimi kwa simu vitu inatolewa, makuku ilionekana huko, viti niliona, hata wale watu walitoa viti niliwaona kwa nini, kwa picha yao ilikuwa kwa simu. Nikaangalia kila kitu, nikasema Mungu ni Mungu. Wacha Mungu asaidie Faith ili akuwe na maisha mazuri. Sasa ninangoja nikikaa na watoto hapa tu, lakini pesa ilipatikana kidogo, nikanunua manguo ya kwenda shule huko. Nikapeleka watoto shule, nikaomba ruhusa huko. Nikapeleka pesa kidogo hivi, shilingi 1,200 huko. Walikuwa wanatakiwa shilingi 3,660. Vitu viliongezeka huko, viti nini na nini, ikafika 3,660. Sasa watoto wakaendelea kwenda shule tu, wakienda wakifukuzwa, naenda naomba ruhusa. Naambia walimu waache, wazazi wao hawako hapa. Mliona hiyo shida, kwa maana kila mtu aliona. Sasa huyu mtoto nilisikia tu ati huyo ndugu yangu akiniambia wameenda Meru. Kwa maana huko walikuwa wanapatana na shida, pesa iliisha, ilijenga nyumba ikaisha. Na huyu ndugu yangu yeye ndiye alikuwa anang'ang'ana, na mimi nilimwambia akae hapo, kwa maana kama angekaa hapo vitu vingekuwa vikiharibika kabisa. Hata kama huyu mtoto wangu akiwekwa hapo karibu na hiyo vitu havikuwa hata kidogo. Nikaona nikamwambia usitoka hapa mpaka hii mambo ya Faith iise. Mungu vile alifungua njia, ukaa hapa hata akifunguliwa hiyo nini, hiyo market ya supermarket, ukaa hapa uangalie
ukue nini supervisor ya kuangalia hiyo vitu isiharibike, ichunge watoto na Faith mwenyewe na bwana yake uchunge, kwa maana ataweza haribu. Sasa akaniambia wameenda na yeye akakuja nyumbani. Amekaa hapa nyumbani. Sasa na hao wakaenda, nasikia anapiga simu huko, wanasumbuka huko, wanateseka huko. Hawajui wanakaa huko namna gani, hakuna fare ya kukuja hata hapa Kisii ama huko Nairobi walikuja kutafuta hiyo nini ya Samba. Akaambiwa nikiwa hapo karibu na huyu ndugu yangu, akamwambia mpange, mimi natoka hapa leo, ilikuwa siku ya Ijumaa, niende huko Nairobi na nyinyi mpange safari mkuje mpaka Nairobi siku ya Jumatatu tukutane stage huko town Nairobi. Akasema ni sawa. Sasa na akaambia mama Faith, ndugu yangu akaambia mama Faith hakuna fare ya kupatia Faith akuje huko stage. Huyu mama Faith ndiye alingangana fare ya Faith, na huyu mtoto wangu alisema atatafuta pesa akukuja siku hiyo kuchukua hiyo nini hiyo title ya Samba. Lakini saa hii hakuna kilemu ati hakukuweko, hakuna nini, hakujua kila kitu. Na sisi tulisikia, hata mimi nilimwambia unatakiwa huko upange utafute pesa. Sasa hakusema hana pesa, akasema ni sawa. Sasa akakataa kwenda. Sasa ndio saa hii akona maneno, lakini ile kitu naomba huyu ni bwana ya Faith na huyu ni baba yake. Hiyo ni ango yake. Ango yake stiri ni baba yake. Amuheshimu, asike hii mambo, kwa maana kama sio yeye mpaka amechukua title deed, huyo bado mpaka saa hii hangechukua. Huyu ndugu yangu asimamie na hii maneno ya Faith, kama ilikwama tena ikianza iendelee mpaka ile nyumba ishe. Na huyu mtoto wangu kama fare ikipatikana atolewe huko, akuja akae hapa kando akiangalia vitu vile vinaenda. Hakuna mtu anamtupa, angalie tu vile vitu vinafanya nini vinaenda, vile nyumba yake na Isa vile wanaingia na Faith ndani, kwa maana hakuna mwanaume mwingine wataingia na Faith, ni Faith wataingia na bwana wake. Na ile vitu vikuliwa virudi kwa nyumba, kwa maana Faith ndiye alipewa hiyo vitu virudi kwa nyumba. Huyu mtu ako naye arutise hiyo vitu, Faith aendelee maisha kwa nyumba yake. Hiyo mabati iwekwe juu, kama iko nafasi kidogo iwekwe juu ilise, Faith aingizwe ndani. Mkiangalia tu Kenya nzima, kwa maana hii kitu kinajulikana sema Kenya nzima. Alafu na watoto wa Faith, mimi niko na hawa wawili. Huyu mtoto mdogo ndiye anatembea naye. Kama njia kipatikana tena, Mungu akifungua njia, hao watoto hawataki, yaani sio vizuri kukaa nje, waenda shule. Ni hivyo tu. Lakini huyu mtoto kama mkipata nafasi kumtoa huko, akuje kutoka huko akaa hapa, asiambia anko yake maneno na muachia huyu bibi yangu sijui nini. Akuja akaa, hakuna mtu anamfukuza tena, atulie, akuwe na heshima na baba yake huyu nani Ezekiel, akuwe na heshima na yeye, na tena anafanya kazi ngumu zaidi. Kwa maana unajua kwenda shule ni kitu cha maana, kwa maana process yote anaingia hapa anafanya hivi. Ukiambia huyu mtoto wangu hebu ingia mahali, anaingia, hawezi fanya. Wacha amwacha, ampe heshima, amalize hii nini mambo yote. Hata ikiwezekana hiyo nyumba kama anasikia iko na nyang'au huko, inakaa huko nini, itaenda kukura hata huyu, zibadirishwe kuja Kisii, iuswe, akuja atengenezwe hata Kisii hapa, hata Kenyanya, hata huko Ogembo, hata huko Mbosongo, ama Kuchibukirango hapa. Haki nasumbuka, lakini munisaidie tu, haki mnachoka na mama. Baba, hapo huyu kijana hapa ako na bibi mwingine huko Kenya hapo. Sisi hatujamuona hapa tena, simjui huyu. Mimi najua Faith na watoto, kwa maana ndio naona. Hao wengine wa msituni mimi siwajui hao watu. Kama yeye ako nao, aenda akanunue masamba mbali pengine aweke huko, lakini sitaki kuona mtu hapa wa compound yangu. Hakuna samba hapa ya kuleta mwanamke mwingine. Watoto wako mwanamke iko. Alikuwa anataka bibi
apate watoto, apate huyu bibi. Na tena anatafuta nini? Bibi ni mgani anatafuta? Si mzuri maybe kuliko Faith. Hapana. Hiyo sura nzuri itamumalizia maisha. Kwani Faith hana sura mzuri? Si anaona tena anaharibika sasa. Hakuna hatujui hivi, lakini tunasema hivi. Kama akona bibi anasahau. Igebete. Anasahau kabisa. Sisi tunajua Faith, inajua Monene, inajua Onditi, inajua na huyu mtoto mwingine anaitwa Nyalige. Namuita Nyalige bwana wangu. Najua hao watoto tu. Lakini huyu mwingine anaenda kuokota kutoka nini msituni, hiyo ni yake. Anafanya vitu vyake. Sasa baba, before umalize, wewe nyinyi kama familia, haya mambo yote yametokea, nyumba haijaisha, imewekwa kwa mtandao, kuna watu wanasema ngoro ni mbaya nini na nini. Wewe kwa jumla, tukimalizia, ombi lako kwa Wakenya, muliomba mara ya kwanza na hii ni mara ya pili tumerudi. Ombi lenu ni lipi na ni nini ungependa kuambia huyu ndugu yako ambaye ameshughulika sana kwa story ya Faith? Na Faith utamwambia nini kama mtoto wako? Faith namwambia sasa, wewe Faith endelea ng'ang'ana na ile nyumba ise, hao watu wakusaidie, walikuonea huruma, watamaliza ile nyumba. Wacha Mungu awabariki, waendelee kushughulikia ile nyumba, na Eric Omondi aendelee tu washughulikie ile nyumba ise, na wale watu walikuwa wanatutembeza na gari yule nani anaitwa Dominic. Waendelee kung'ang'ana na ile nyumba ise, kwa maana walijulikana, Eric Omondi alijulikana yeye ndiye alichukua Faith na Kenya nzima kuonea Faith huruma. Na waambia asante, waendelee mpaka wamalize ile nyumba, na wasaidie ikimalizika watoto waende shule na maisha ya Faith ibadilike. Na ndugu ya Faith, huyu ndugu yangu ni tata ya baba yake, na yeye aendelee kufanya hivi vitu, asikufe moyo, aendelee tu, hakuna kitu itatendeka. Tuko hapa tu, sisi ni wazazi, tuko hapa, wanangu wako na mimi niko, hakuna mtu anakuja kumfuruka. Sisi tunamwambia aendelee mbele, aweke vitu hivi, ile nyumba ikiisha, mkikubali ihusu hiyo pesa kuche, ipange Faith vizuri, aweke biashara, aingie saruni, afanye vitu vyake, kwa maana anajua saruni. Afanye vitu vyake, atolewe huko mahali hiyo nini Nyamanyang'awe na kaa huko, atolewe huko akuje hapa. Alafu ndugu yangu iko hiyo, mpange vizuri na wale wako huko, hiyo pesa walete hapa wajenge, na Eneli akikuweko na huyu na ndugu yangu hapa. Hakuna sita, na bwana wangu iko, mtaongea na yeye, atawaambia vile mtafanya. Hakuna kitu kitakuwezekana. Vyote vinawezekana katika jina la Yesu. Amen. Na washukuru, na waambia asante, mnakuja hapa kwangu kila siku na mnanionea huruma hii boma. Na mnaona boma itabadilika. Iko tu vile tena naendelea kuongezeka kuharibika. Si mnaona? Faith alikuwa hapa, alikuwa anabuagia, anafanya sasa iko kama msituni tena. Saidia mumalize na Mungu awabariki. Mkiendelea Mungu hata waacha. Amen. Asante baba.